Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kuwakaribisha katika mfululizo wa neno la Mungu, neno ambalo ni jema la pekee linalotuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Na ikiwa ndio mwanzo wa mafundisho haya, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, tu pamoja tushirikiane na hatimaye tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Leo tutaangalia mafungu machache. Mojawapo ya fungu tutakayoweza kuliangalia ni kitabu cha Mathayo sura ile ya 28 na lile fungu la 19 ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani aliweza kutuachia agizo. Na ile agizo la kwanza alilolikuwa ameliacha ni juu ya kanisa lake la mitume alilokuwa ameliweka katika ulimwengu huu. Yesu anaandika maneno yafuatayo kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Agizo moja la pekee ambalo Kristo alilokuwa amelitoa ni la kwenda katika ulimwengu mzima, kwenda kuandaa watu waweze kumfahamu yeye na hatimaye waweze kujiandaa. Unajua mpendwa, kanisa la mitume lilishikilia agizo hili kwa namna ya pekee sana. Na ukiangalia katika kitabu cha Matendo hile sura ile ya 9 na lile fungu la kwanza, Biblia inasema hivi: wakati mitume wa Yesu wamelishikilia agizo la Mungu kwa namna ya pekee sana, wamelizingatia na tayari wameianza kazi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, waliweza kuondoka kwenda maeneo mbalimbali. Lakini wakiwa bado wapo katika mji wa Yerusalemu, kazi ya Mungu ilifanyika kubwa na wengi waliweza kumpokea Kristo, na ulimwengu wa kipindi kile ulipinduliwa kwa ujumbe wa Kristo. Biblia inasema kwamba wanafunzi wa Yesu walivyokuwa wanahubiri Injili, Wayahudi, watu ambao walikuwa hawajampokea Kristo, watu ambao walikuwa wakiendeleza shughuli ya kuipinga kazi ya Mungu, waliandaa mpango wa ajabu ya kuzuia kazi ya Mungu kupitia mitume hawa. Katika kitabu cha Matendo sura ile ya 9 tunamsoma mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ni mmoja wa wajumbe wa baraza la Kiyahudi za mazile, lilikuwa linaitwa baraza la Sanhedrin. Na Sauli huyu alikuwa anafanya kazi ile. Mojawapo kati ya shughuli ya pekee aliyokuwa akifanya Sauli ni ya kukamata. Lugha leo unaweza kutumia kwamba alikuwa ni polisi mkamataji wa kuzuia kazi ya Bwana. Sauli alikuwa ni mtu wa pekee sana, alikuwa na nguvu. Urefu wake wanazuoni wanaandika kwamba alikuwa na urefu kama wa futi 6 kwenda juu. Alikuwa na uwezo wa kukamata watu watano kila mkono na kuwaburuza kuwapeleka sehemu anayohitaji yeye. Biblia inasema hivi: wakati wanafunzi wa Yesu wamechukua agizo la Bwana, wameenda kuieneza Injili katika ule mji na watu wengi wanapokea ujumbe ule kwa namna ya pekee, Wayahudi wa zama zile katika baraza la Sanhedrin, wale Mafarisayo na Masadukayo, hawakupenda kusikiliza ujumbe ule. Wakamtuma Sauli kwenda kuwakamata na kuwazuia ili kwamba kazi ile ya Bwana isiweze kufanyika. Na ndipo kitabu cha Matendo sura ile ya 9 na fungu la kwanza, Biblia inasema: lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Dameski zilizoandikwa katika masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hii ndiyo kazi ambayo alikuwa ameifanya Sauli kwa namna ya pekee sana. Nataka nikwambie ya kwamba agizo hili alilokuwa ameagizwa, yeye alifikiri ya kwamba anamfanyia Mungu kazi, lakini kumbe ilikuwa ni kinyume na kazi ya Bwana. Unajua, katika mwanzo hii nataka nikwambie kwamba unaweza ukasimama ukafikiri ya kwamba unamfanyia Mungu kazi, ukatumia maandiko, ukatumia neno la Mungu, ukatumia jina la Bwana, ukafikiri ya kwamba unamfanyia Mungu kazi, lakini kumbe ni kinyume chake. Biblia inasema hivi: wakati Sauli
amepewa barua kwenda kwenye yale masinagogi njiani katika eneo la Dameski, Biblia inasema hivi: sauti ilisikika kutoka mbinguni. Katika lile fungu la tatu, Biblia inasema hivi: hata alipokuwa akisafiri, ikawa akakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, ni mimi ndi Yesu unayeniudhi. Unajua, wakati alipokuwa njiani anaelekea kwenda kuwazuia wale wanafunzi wa Yesu wasiweze kuhubiri injili ya Bwana, Yesu alimtokea njiani, akampiga upofu, akamwambia katika maono ya kwamba, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akamwambia, wewe ni nani? Akasema, mimi ni Yesu. Yesu akiwa mbinguni amepaa miaka mingi. Sauti ile ikamuijia Sauli, na alipokuwa amepigwa ule upofu, Sauli hakuweza kuona. Biblia inasema hivi: ndipo Yesu akatumia unabii mwingine, akamwagiza mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Anania, akamwagiza aende maeneo yale ili aende akaonane na Sauli. Unajua Anania aliogopa. Kwa nini aliogopa? Ni kwa sababu sifa za Sauli, huyu Sauli ambaye baadaye alikuja kuitwa Paulo baada ya kumpokea Kristo na kubadilishwa maisha yake. Biblia inasema kwamba alivyokuwa na ule utisho wa kuwaua watu, hata Anania alipopewa lile agizo na malaika aliweza kuogopa. Lakini malaika aliweza kumtia moyo, akamtia nguvu, akamwambia ya kwamba huyu sasa ni kiumbe mteule wa Bwana. Basi Anania alienda mpaka kwa Sauli. Biblia inasema hivi katika lile fungu la 17: Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono huyu Sauli akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia iliyokuu, upate kuona tena, ukajaze Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Na anasema hivi katika fungu la 19: akala chakula na kupata nguvu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakati Sauli amepigwa ule upofu na mwangaza wa juu, siku 3 akula wala hakunywa maji, alipewa karipio la siku 3. Kwa sababu gani? Alikuwa anakwenda kuizuia kazi ya Bwana. Anania akiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, alipomwekea mikono, ile mikono ya kichungaji, ishara ya ubatizo, ya kumtoa maisha ya kwanza na kuingia katika maisha mapya, Biblia inasema hivi: akiwa ni kipofu, ajala wala hajanywa maji siku zile 3, Biblia inasema hivi: Anania alipomwekea mikono kichwani, vikaanguka vitu kama magamba. Bwana asifiwe sana. Na magamba yalipotoka yale, unaelewa magamba ndugu yangu, kama umewahi kula sangara na samaki wale waziwani, unapomparua magamba, ule ukurutu ukatoka machoni, na ulivyotoka akaona, akaweza kuona. Biblia inasema hivi: alivyoona akala chakula, akanywa maji, akapata jina. Na huyu ndio baadaye alikuja kuitwa Paulo, ambaye kwa namna ya pekee sana alipopewa karipio na Mungu alipomsamehe kosa alilofanya, alisimama kwa nguvu kuungana na mitume 12 wale aliokuwa anakwenda kuwazuia kwa ajili ya kazi ya Bwana, akashiriki nao kazi ya utume ya kuipeleka injili kila kona. Biblia inasema kwamba alikuwa ni mmoja kati ya mjumbe wa Mungu kwa watu wa mataifa. Alihubiri injili kwa nguvu mno. Nataka nikwambie, unaweza ukasimama ukafikiri ya kwamba unaifanya kazi ya Bwana, lakini kumbe sio. Asubuhi leo napenda nikwambie hivi: tunapopewa kazi ya Bwana, tuisimamie na hatimaye tuifanye kwa moyo. Nyuma yuko Roho Mtakatifu, na kazi ya Bwana hamna mtu anaweza kuizuia. Kama unazuia kazi ya Bwana, Mungu hapendezi kwa namna hiyo. Ndugu zangu, unapokuwa unanisikiliza hivi, tunapokwenda kujifunza ukuu wa Mungu kwa namna ya pekee, na katika masomo mazuri yajayo tutaangalia kwa namna gani Mungu anahitaji ujumbe wake uweze kuenea. Unajua, kabla hajaja mara ya pili Yesu, kabla hajaja mara ya pili, lazima ulimwengu mzima ufahamu ujumbe wake. Na ninapenda kutoa wito wa pekee sana ya kwamba
wale wote tunaojiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili, lazima tuondoke tukaifanye kazi ya Bwana. Ndio panaweza pakatokea na utisho na mambo mengi na majaribu mengi ya kuizuia kazi ya Bwana, lakini kama Roho Mtakatifu yuko nyuma yetu, tutasimama imara na atatupigania. Yesu amesema hivi, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa yeyote atakayesimama kuizuia kazi ya Bwana, Mungu lazima atasimama nyuma yake. Mungu akubariki unapoendelea kusikiza ujumbe huu katika masomo yajayo, katika jina la Yesu. Amen.